Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Karibu sana kwa neno, na kabla ya neno naenda kuomba. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni asante Baba wa majeshi. Baba, naomba Yehova Jire, mimi ni chombo. Napoenda kusimama, simame pamoja nami na unene pamoja nami. Bwana, yote naomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Basi siku ya leo naenda kuhubiri juu ya onyo kali kwa binti wa Sayuni. Naenda kusoma katika kitabu cha Isaya 3:16. Nayo tunasema hivi: Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kivuli na kuenenda na singo zilizonyoshwa na macho kutamani, wakienenda kwa hatua za madaa na kufurisa chuga kwa miguu yao. Bwana akasema atawapiga binti za Sayuni kwa pere za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alipoona tabia mwenendo wa binti wa Israeli, alisikwa na katabu. Hawa binti wa Israeli walikuwa ni binti ambao hawakuwa na mwenendo uliokuwa mzuri. Walikuwa waendani pamoja na Mungu. Walikuwa wafanyi kulingana na mapenzi ya Mungu. Mungu akasirika. Wakati Mungu alipokasirika, akasema ya kwamba atawapiga na magonjwa ya upere na ya utozini na ya upara. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Sayuni walikuwa wanafaa mapambo mbalimbali katika mwili wao. Mungu yale mapambo walikuwa wanafaa, Mungu wakati alipopiga na ugonjwa waliyeuza yakawa mapambo mapaya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaposoma katika 18 inasema, siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa chunga zao na kaya zao. Zile chunga wanafurisha chini, Mungu atasiondoa. Tena akasema ataondoa pete za masikio na vikuukuu na taji zao, vile ambao wanajitembeza nao. Tena akasema na dusomali na mafurungu na vitambi na vipweta vya marazi na matarazimu. Yani wale mafuta mazuri walikuwa wanajipaka. Kemiko zote zile ambao walikuwa nzuri walikuwa wanapaka zile za kupendeza. Mungu alisema atasiondoa. Na Yesu asifiwe. Na tena Mungu akasema pete na asama sote atazitoa, na mavazi ya sikukuu na tebuani na sali na vivuko, yani na ile mavazi mazuri wanavaa yote atayaondoa. Atawaacha wawe uchi, atawaacha pule. Bwana Yesu asifiwe. Tena akasema na vile vio ambao wanatembea nao njiani na katani nzuri na viremba na utaji vilikuwa vizuri kwa binti wa Sayuni, vyote ataviondoa, awaache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akakasirika, akasema yale mapambo mazuri walikuwa wanafaa binti wa Sayuni, mimi nitayaondoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao tunaendelea, Biblia inasema akasema ya kwamba hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa na ufundo. Badala ya kujipaka mafuta mazuri wataanuka ufundo. Mungu atusaidie sana. Tena akasema na badala ya mizivi mizuri ni kamba. Ule ugonjwa ukimusika
ugonjwa wa kuharisha, ugonjwa wa kuendesha. Hatakuwa na nafasi ya kutafuta mafuta ya mazuri, hatakuwa na nafasi ya kuchukua chunga kufurisha jini, hatakuwa na nafasi ya kufunga hata kitambaa, hatakuwa na nafasi ya kufunga viremba, hatakuwa na nafasi ya kuvaa taji. Mungu atusaidie sana. Alisema atawapiga na magonjwa ya upele na utusini, na huo ugonjwa utawanyoa nywele. Mungu atusaidie sana. Na akasema badala ya mizizi mizuri ni kamba. Wakati anatamani kuvaa mkufu mzuri, siri mzuri, badala yake atafaa gunia, kwa maana zile nguo zake sitaweza kuzuia wakati anapoendeza. Mungu atusaidie sana. Tena anasema ya kwamba badala ya nywele zilizosukwa vizuri ni upaa. Ile nguo alikuwa anasuka vizuri, zile ambao alikuwa anatembea, zile ambao anaona anachirembesha naye, kusuka alikuwa anasuka vizuri, ile nywele yake badala ya hiyo uzuri itakuwa ni upara. Mungu atusaidie sana. Na badala ya kizibao kizuri ni mavazi ya kigunia. Mungu atusaidie sana. Badala ya kizibao kizuri alikuwa anafaa, badala ya nguo mzuri alikuwa anafaa. Mwishowe sasa ugonjwa utazidi mpaka ichimlazimu badala ya ile kizibao kizuri sasa atatafuta vunia ndio itaweza kuendesha maendezo. Mungu atusaidie sana. Mungu alikasirika na mtu. Chochote ambacho atakayetenda lazima kitendeke. Alisema ya kwamba badala ya visibao watafaa gunia, badala ya mizizi mizuri watachifunga na kamba. Mungu atusaidie sana. Kwa maana anasema yale mavazi mzuri yatakuwa mbaya. Kitu kitaanza kupaki ni kutiwa alama mwilini kwa moto badala ya uzuri. Atakuwa na alama mwili mzima. Mungu atusaidie sana. Mungu wetu ambao tunaomba ni Mungu ambaye aliyo hai. Ni Mungu ambaye ako na nguvu. Ni Mungu ambayo anatuona kila ambacho tunafanya. Ni Mungu ambayo anatuangalia kutoka juu mbinguni. Ni Mungu ambayo ako na mamlaka kufanya chochote katika maisha yetu. Lakini siku hizi mambo yamekuwa mbaya. Mambo yamekuwa kama ya binti wa Sayuni. Siku hizi binti hawachielewe. Hawachielewe iko namna gani? Hawana heshima, hawana tabia. Wanafaa nguo ambao zinaleta aibu hata mbele ya watu wasasi wao. Hata kanisani wamenajisi kanisa kwa maana wanafaa nguo mbaya. Kama ni kijana anafaa longi mpaka hapa chini. Kama ni msichana anafaa nguo unamuona mpaka mbali. Hawana haya. Wasasi wako kilio kila mahali. Hata wale ambao wanasoma hawana aibu. Hawaheshimu hata wasasi wao. Wanafaa vibaya. Wanafanya matendo mabaya. Yale ambayo yanamuudhi Mungu. Wakati watoto wa Sayuni walimuudisha Mungu. Mungu alikasirika. Akasema ya kwamba akawapa onyo ya kali, akawaambia ya kwamba lazima nitawapa magonjwa, atawanyoa nywele, mtakaa pule. Yale mafuta mazuri mlikuwa mnachipaka yote nitayaondoa. Na hata wakati wa sasa vijana wanasema hiyo ni homa. Wacha niwaambie wenzangu, wacha niwaambie watoto wetu, wacha niwaambie hakuna ugonjwa ulio unaitwa uko homa, unaitwa homa. Lakini hii ugonjwa ikikuzika
utalia na kusaga meno. Chilinde dada mahali mlipo, chilinde ndugu mahali mlipo, kwa maana hiyo ni onyo kali Mungu alipatia wapinti wa Sayuni. Siku hizi imekuwa kama wapinti zetu wamekuwa kama pinti wa Sayuni, vijana wetu wamekuwa kama pinti wa Sayuni, wanarandaranda, hawana hivi, wanarandaranda mchini, wanarandaranda hata kijijini, wakiingia hata kanisa ni aibu dupu, wakienda nyumbani wazazi wanainamisha vichwa, kwa maana mavazi wanafaa hayafai, na wakirekebishwa hawakatai, wanakataa wakirekebishwa. Kimwambia mtoto unafaa vizuri, anasema sasa, ananiona mimi ndio nafaa vibaya, mimi niko sawa, haoni kama ni vibaya. Mungu awasaidie sana. Imekuwa hata vingumu katika makanisa kuhubiri katika kifungu hiki katika kanisani, kwa maana unapata watoto wako na wazazi wao, ukihubiri siku hiyo wanasema angalia vile mhubiri na uhubiri, lakini mimi nimesimama imara, nimesema ya kwamba Mungu ametoa honyo ya kwamba atawapa magonjwa, yale magonjwa hata ukifanya namna gani huwezi kuyapita. Naomba tu Mungu akusaidie, mweukie Bwana. Mungu anasema, neno la Bwana liko hai. Tunaposoma katika kitabu cha Waebrania 4:12 inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali, upanga uwao wote utakao kuwili. Bwana Yesu asifiwe. Tena neno la Bwana lachoma hata kusigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yalivyomo ndani yake, tena ni chepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Bwana ni upanga, linapenya sehemu zote, hakuna pahali utakapoenda kujificha. Mungu akisema wewe leo utakufa na utaamka. Mungu akasema njia yako ni mbaya, utarandaranda na utasimama mahali. Wewe ndio utafika bahari uchione mahali ulipo, uwekee Mungu. Kwa maana Mungu anataka wale watu ambao wananyenyekea. Mungu atusaidie sana. Anasema neno lake ni hai na lina upanga unayepenya sehemu zote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mungu anatuangalia kutoka mbinguni, aone ya kwamba tunafanya namna gani. Biblia inasema ya kwamba hata wakati ambao tunafikiria mambo, Mungu wetu anajua. Ndio maana Biblia inasema neno la Bwana, neno la Mungu li hai, tena liko na nguvu, tena linapenya, linafyeka mahali popote. Bali naomba Mungu akusaidie usimame, ombe msamaha, kwa maana Mungu wetu neno lake liko hai. Ndio maana anasema ya kwamba hata wakati mvua inanyesha, watu wanapanda mbegu, wanafuna, wanakula chakula. Na yeye anasema ya kwamba, Mungu atusaidie sana, ndivyo litakavyokuwa neno langu. Vile ambao mvua imenyesha, watu wamepanda, wamekula vizuri, Bwana Mungu amesema hivyo ndivyo itakapokuwa katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana litokao katika kinywa changu halitaruti bure. Neno la Bwana haliwezi kuruti bure. Wacha niwaambie wala ambao mnasema ni homa, Mungu awasaidie sana. Kwa maana neno la Bwana haliwezi kurudi bure, lazima lirudi na mafuno yake. Haya, kuendelea inasema, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyotuma. Hiyo ni lazima.
Usidanganye. Kama unarandaranda hapa na pale, Mungu akusaidie sana kama binti wa Sayuni. Rudie Mungu. Wacha mienendo yako mbaya, mrudie Mungu. Wakati huko huo ambao tuko nao ni wakati mbaya. Siheshimu. Mabinti wa Sayuni walikuwa wanafanya, Mungu alikatafika naye. Aliutika na akasema mambo mengi, na hata wewe ukifanya mambo Mungu anatoa mambo mengi kwako. Hiyo ni onyo ya kwamba Mungu akusaidie. Mungu akusaidie ndugu, Mungu akusaidie dada, Mungu akusaidie mwana yuti, hata mtoto, kwa maana wakati ambao tuko wakati mgumu. Mungu amesema ya kwamba neno lake ni upanga kali ambao inapenya sehemu zote. Kwa hivyo, na anasema ya kwamba wakati ambao tunapanda tunafuna, neno lake linakuja, aliwezi rudi bure, lazima lirudi na mafuno. Hiyo ni Isaya 55:10-11. Ubarikiwe sana. Mungu awabariki. Wale ambao umesikia maombi yangu, naomba Mungu awasaidie. Munifuate, naendelea na maombi